Tusimame tuombe sadaka, na waliotoa Mwenyezi Mungu awabariki. Tunamtolea Mwenyezi Mungu wetu, na Mungu aendelee kutusaidia. Na kipindi cha Waisraeli walikuwa wanatoa dhahabu na vitu vya samani, lakini kutokana na uwezo wetu hatuna hivyo vitu vya samani. Tuna hizi pesa za kidogo, na hizi sadaka zinasaidia yatima, zinasaidia wajane na kanisa na watu wengi tofauti. Ndio Biblia inatuagiza tumtolee Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo acha tuombe. Mungu abariki sadaka hii. Mungu Baba aliye mbinguni, tu Kristo, amena. Amena. Asante. Haleluya, haleluya. Kanisa ya Bwana, tumupigie Mungu makofi tafadhali. Kila mtu makofi kwa Mungu tafadhali. Makofi kwa Mungu. Amena, amena. Tangazo ya kwanza, Yesu yuko hai. Yesu anatupenda. Tangazo ya pili, tumepata msiba. Ndio maana hamkuona watu hapa wengi. Wengi wao wako Iowa kwenye msiba. Wametutafia kiongozi. Leo tuna msiba, tuna safari. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu awalinde mahali walipo, awasaidie. Mkishaona hizi video, mjue tumewajali, tumewazungumzia mko wa Kristo wa kanisa hili. Pili, tumepoteza mtu mwingine Afrika. Ni mtu wa kifamilia wa Mkristo anasali hapa. Tumefika kwake hii Sunday after church. Tumemwandalia bahasha tukampa kama kanisa. Hilo ni kitu kikubwa sana. Kutokana na uwezo wa kanisa hili ndio tunaanza kufanya ibada hapa, lakini tuna uwezo wa kusaidia. Kwa hiyo nishukuru sana, na tuendelee kumheshimu Mwenyezi Mungu na kumnyenyekea. Na tangazo la tatu, tumepata video nyingi kwenye jamii. Kuna familia fulani imelungula ndani ya nyumba. Kwa hiyo tunawapa pole kwa kuwa hilo janga limewakuta. Kanisa hili tunawapa pole kama kiongozi. Mwenyezi Mungu aendelee kuwasaidia, walinde. Familia iko Iowa, Mungu awalinde zaidi. Mungu aendelee kuwapigania. Na nimetoa wito, kama kwenye msiba tutafika na wenyewe wanahitaji usafiri, tutawasaidia kwa niaba ya kanisa hili. Mwenyezi Mungu aendelee kutupigania. Kwa hiyo watoto, wa mama, wa baba, maendeleeni kuwa makini. Hizi nyumba ni nyumba ambazo zina udhaifu sana. Kwa hiyo mimi nafuatilia usalama wa nyumba ila shida lisitokee. Na kwa pamoja na hayo, Mwenyezi Mungu awabariki nyinyi wote. Tumpigie Mungu makofi tafadhali. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru na kurudishia sifa na utukufu kwa maana wewe ni Mungu wetu. Baba, tazama wakati huu tuko mbele zako, mfalme wa falme. Naomba mtumishi wako Jehova, yeye anaenda kunena Jehova. Yeye mwenyewe hajiwezi, mfalme wa falme. Yeye mwenyewe hawezi bila wewe, mfalme wa falme. Naomba mtumishi wako, mfalme wa falme. Naomba Jehova uwe pamoja naye, uanze pamoja naye Jehova. Asante sana, nashukuru. Kisi tulivyosema, ibada hii itaendelea hadi Mwenyezi Mungu atuite kwenye uhai wake. Biblia inasema pakiwa wawili au watatu wakiwa wamekusanyika. Mathayo 18 mstari wa 20. Pakiwa wawili au watatu wakiwa wanakusanyika kwa maneno ya kiroho, Mwenyezi Mungu yuko pamoja na sisi. Kwa hiyo tunajivunia Mwenyezi Mungu yuko pamoja na sisi. Tuko zaidi ya watu, kwa macho ya Mwenyezi Mungu tuko maelfu. Mungu tunatupigania. Bila kupoteza muda, tuna dakika 20 zinazobaki, tutatumia dakika 5. Kabla ya kuhubiri, napenda niwashauri watoto, nahitaji kanisa hili watoto wasome vizuri, wao maloya, wao madaktari. Iwe kanisa ya kwanza kuinulia vijana wenye akili. Kwa hiyo Wakristo mnaokuja hapa, nyinyi watoto, endeleeni kusoma, ufuate sheria za shule na sheria za nchi. Msisahau sheria za Mwenyezi Mungu, pia zitasaidia. Someni
Biblia inasema shikeni akili msiache itembee, ila tupate waloya, madaktari, wa polisi kwa hii kanisa. Bado tunafungua miezi hivi mitatu. Tunahitaji pia Wakristo ambao wanakuja hapa ni wazao ziwe za imara. Wazazi wanaokuja hapa watoto wao watoto wenye adabu, wenye usalama. Hiyo ndio majukumu yetu ya kuambia hivyo. Kama viongozi lazima tuangushie haya. Ndio maana tumesema kanisa hili ni kanisa imara ambayo italea vizuri kizazi cha sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Tupigie Mungu makofi tafadhali. Na tatu, sana sana nimeona ili kutoka, kuna familia nyingi zinatoka Afrika bado wana tabia zile, wazazi kunywa mapombe, wazazi kugombana. Hii na washauri pia wanaonifuatilia kwenye mtandao, wanaokuja kanisani, wazazi, hapa sio baa. Marekani sio baa sehemu ya kukunywa pombe. Na maana ukishakunywa pombe unavugana na mkeo na mtoto, serikali kisha kutoa nje kwa uwezo wa serikali, usije kamlaani mtoto eti fulani mtoa nje. Sisi hatuna nguvu zozote kwenye maisha haya. Serikali na Mwenyezi Mungu na watawala dunia. Ndio maana nimesema mheshimiani, kwenye nchi ya ugenini tumekuja kutafuta maisha. Ndio chanzo cha kwanza tumetuleta hapa Marekani. Tumekuja kuishi kwa amani, cha kwanza. Cha pili, tumekuja ili watoto wasome, waelimike. Cha tatu, tumekuja kutafuta maisha, kazi, tufanye kazi, tuwasaidie wengine. Kwa hiyo kama umekuja Marekani, fuata video hii ikusaidie. Jitahidi uishi kwenye salama. Nasema tena, jitahidi uishi kwenye usalama na watu. Pakiwa kanisani, nenda kanisani kwenye usalama. Pakiwa kazini, nenda kazini kwenye usalama, ufanye kazi na urudi nyumbani salama. Pakiwa nyumbani kwenye ndoa, kaa na mume wako kwenye usalama, kaa na mke wako kwenye usalama, ila Mungu awabariki. Kwa hiyo ndio chanzo kikubwa cha kuja hapa Marekani. Tunahitaji mabadiliko kwenye maisha yetu. Haleluya. Tunahitaji mabadiliko kwenye maisha yetu. Tulishapokea kesi za watu wengi sana. Baba anakunywa pombe. Kazini kuna mtu ameniambia na kiongozi, fika nyumbani baba ananitesa. Juzi kazini kuna mtu ameniambia, Bigman, fika nyumbani baba ananitesa. Yuko anakunywa pombe, anapiga mama, sisi wote tunakimbia nje. Tukipenda tumitie polisi, mama anakataa. Tukipenda tumitie polisi, mama anakataa. Ndugu zangu na washauri, acheni tabia za nyumbani kama hizo. Acheni tabia za nyumbani kama hizo. Acha kutesa watu. Tumekuja kutafuta amani. Serikali itakuondoa nje, utakuwa homeless. Na baadaye dunia itashangaa, watasema labda watoto hawakupendi au familia inakutesa. Kumbe wewe mwenyewe binafsi ndio unajitesa. Ndio maana tuko tumeteuliwa, tumeinuliwa kanisa, ila tuwashauri viongozi wa Kristo na mataifa na wafanyakazi wa serikali. Kwa hiyo nahitaji kanisa hili tuendelee kuishi kwa usalama, tuendelee kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu, tuendelee kumwabudu Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu aendelee kutubariki. Na tumpigie tena Mungu makofi tafadhali. Mungu makofi tafadhali. Mungu makofi tafadhali. Kwa hiyo tunaenda kusoma kitabu cha Mwanzo. Je, watu wanauliza kwa nini sisi tuko hapa? Kuna watu wamekuja, kuna watu wamezaliwa bado hawajui kwa nini wamezaliwa. Kuna watu wameumbwa hawajui kwa nini Mungu amewaumba. Kuna watu wana exist but they don't know why they exist. Kuna watu wanaishi, wanatembea, wanafanya kazi kwenye maisha yao, wana nguvu nyingi, wana pesa na ni wazuri, ni warembo, wana elimu kubwa, wanafanya ni wafanyakazi wa serikali, wana vyeo, lakini hawajui kwa nini hivyo vitu vina exist. Leo tutakuja kuwaonyesha kuwa ni Mwenyezi Mungu tu ambaye alituumba. Ni Mwenyezi Mungu tu ambaye anatuinua. Ni Mwenyezi Mungu tu ndio ambaye anahitaji tuishi kwenye usalama. Ni Mwenyezi Mungu tu ambaye anatupenda zaidi. Ni Mwenyezi Mungu tu ambaye anatupa mamlaka. Ni Mwenyezi Mungu tu amepanga ila binadamu aumbwe. Ni Mwenyezi Mungu tu anakulinda kwenye usalama, uje kanisani usalama. Ni Mwenyezi Mungu tu anakulinda kwenye ndoa yako. Ni Mwenyezi Mungu tu
ambaye ni mkuu zaidi ya mataifa. Ni Mwenyezi Mungu tu ambaye iko tayari kupambana na hao rais wa Donald Trump na wengine. Ni Mwenyezi Mungu tu ambaye sisi tunatembea kwa wao wake. Mwenyezi Mungu apewe sifa. Mwanzo mstari wa 1 Biblia inasema Mungu akaumba mbingu na nchi. Sikia, Mungu akaamua mbingu na nchi iwepo kwa upendo wake, kwa mamlaka, kwa nguvu zake. Mungu akaamua, Mwenyezi Mungu akaamua mbingu na nchi iwepo. Kwenye mstari wa 30 akaumba binadamu anaitwa Adam. Sikia tena, Mungu akaendelea kufanya muujiza, akamuumba binadamu Adam. Binadamu Adam. Je, Adam kwa nini ameitwa Adam? Watu wanashangaa kwa nini asiitwe Innocent? Kwa nini asiitwe fulani Obedi au Binmen? Kwa nini asiitwe Ibrahim? Kwa nini asiitwe Tumaini? Kwa nini asiitwe mtu fulani? Akamwita Adam. Akatupa masharti ili tuendelee kufanya undugu na Mwenyezi Mungu. Ndio maana tumefungua kanisa, tusipoteze undugu na Mwenyezi Mungu. Tumefungua kanisa hili watoto tuwakumbushe neno la kiroho. Tumefungua kanisa hili watoto wasiangamie. Tumefungua kanisa hili waendelee kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Wajue Mwenyezi Mungu aliyowaomba ni nani. Wajue Mwenyezi Mungu yupo nao wasaidia. Ila wakishakomaa imani hii iende kwenye utukufu wake. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu, tupige Mungu makofi tazama. Tumefungua kanisa hili, ndio maana tunaendelea kusimama imara. Ndio maana nimesema kanisa hili haitafungwa, itaenda milele na watoto watakomaa, wengine watakuwa wasimamizi, wengine wataoa hapa hapa, watabarikiwa hapa hapa na tutatoa mchango. Ndio maana nimesema kijana kishakomaa kanisa hili kishapenda kuoa, tunafanyia sherehe rasmi. Ukishapenda kuoa kanisa hili tunafanyia sherehe rasmi ya ndoa. Tunakubariki, tunakodea sehemu, chakula, tunasimamia kila kitu. Ndio upendo wa kanisa, ndio nguvu za kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ametuumba ila tumwabudu. Ndio maana tunakuja kumwabudu muda huu, tuna vingi vya kufanya. Tunapenda tulale usingizi mzuri. Tunapenda tuangalie TV. Tunapenda tucheze na ndugu zetu ongee kusimu. Lakini tumeacha hayo yote ila Mwenyezi Mungu tumkumbuke. Na yeye mwanzo mstari wa 1 ametukumbuka, akatutoa kwenye udongo, akatufanya kuwa hai. Kwa hiyo Wakristo wote wa Mwenyezi Mungu wapendwa, mwendelee kumkumbuka Mwenyezi Mungu, aendelee kutupigania, atulinde pia ili tuishi kwa amani. Na waliosikia maneno haya, Mwenyezi Mungu awabariki. Makofi kwa Mungu. Asante sana. Mahubiri ya leo nimemaliza. Nimesimamia kuhusu Adamu, udongo. Nimesimamia Mwenyezi Mungu tuendelee kumwabudu, ndio chanzo cha kutunga sisi. Na muendelee watoto kuwalinda vizuri na usalama wa hii sehemu. Na watoto waendelee kusoma, wasimamie masomo, wakuja wakasaidia wengine. Na tunaenda kufunga ibada. Na kabla ya kufunga ibada, kuna mtu ana swali ya kuongea? Kuna mtu anahitaji chochote, wimbo yoyote? Tunabaki na dakika 10, lakini dakika 2 tunaweza